adui zako, hautasawa adui zako, hautasawa kinyume chako. Kwa jina la Yesu nasataya. Akili za rohoni zinaweza kumgeuza babako kuwa adui yako. Kwa nini anafanywa? Anasema ngoja nisae watoto watakaokuwa wananisaidia baadaye. Umeshawahi kujiuliza kwa nini anaanza kula watoto wake? Umeshawahi kujiuliza kwa nini anaanza kuloga ndugu zake? Amefanywa kwa nini? Kwa sababu amenunuliwa. Na ndio maana biashara ya ulimwengu wa roho ni kubwa kuliko unavyofikiria. Ni kubwa kuliko unavyofikiria. Ni kubwa kuliko unavyofikiria. Na ndio maana kanisa lazima lichukuliwe na akili za kwamba. Kwa nini? Kwa sababu biashara za ulimwengu wa roho, Mungu anaweza akawa kusahau na nyota inang'aa, lakini wamekufanya kuwa na nyota inayofifia watumwa. Na ndio maana unakuwa una maamuzi. Kuna baadhi ya watu hawana maamuzi kwenye nafsi yao. Kuna baadhi ya watu hawana maamuzi kwenye maisha yao. Akiamua kilipenda utasikia ngoja nikamuulize shangazi. Ngoja nikamuulize mjomba. Kwa nini huyo mtu ni mtumwa? Ni alama za kitumwa ndio zinanyima mtu maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu mtumwa huwa haamui. Bwana Yesu asifiwe. Sema sitakuwa mali ya mtu. Sema sitakuwa mali ya kusika. Mimi ni mali ya Bwana. Nimenunuliwa kwa damu ya mwana-kondoo. Sema nimenunuliwa kwa damu ya mwana-kondoo. Mchana wa leo, kila damu aliyotumia kunifanya kuwa mali yao, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Ninaifuta kwa jina la Yesu. Ninaifuta kwa damu ya Yesu. Ninaiondoa. Haitakuwa hai. Haitakuwa hai. Haitakuwa hai. Sitamilikiwa na ule uovu wao. Sitamilikiwa katika kafara zao. Wacha Yesu. Wacha Yesu. Wacha Yesu. Fungua kitabu cha Yesu. Ukikosa akili za roho, kumbuka nilikwambia tunafanya maombi kwa ajili ya kuumeza nchi na koo zetu na kabila zetu. Hautakuwa na nguvu ya kulimeza kabila lako kama hauna akili. Lazima uwe na akili za roho, kwa sababu kuna watu kwenye familia yenu wamemezwa. Hata wakikuona wanaona haujaokoka. Kama uelewi, kamuulize Yesu, ndugu zake wako wapatana naye. Mpaka siku aliyosulubiwa, makaburini wanaenda ndugu kuangalia kaburi la ndugu yao asubuhi. Lakini hao hawakwenda hata kuangalia kaburi la ndugu yao. Yesu alipofufuka na wamenena mkawaambia ndugu zangu waende kule ndio watanikuta. Hawakushughulika naye. Kuna mahali pengine Biblia inasema wakaenda wakamwambia Yesu, mama yako na ndugu zako wako nje na kufuata. Kwa hiyo wakati mwingine walimwacha Yesu akiwa peke yake. Kama hauna akili za roho, unaweza ukakata tamaa, kwa sababu ndugu zako hawaamini unachokiamini. Kama hauna akili za rohoni, huwezi kuwa na msimamo kwenye hilo eneo. Utatamani kila mtu akuunge mkono. Akili za rohoni haziungwi mkono na kila mtu. Akili za rohoni haziungwi mkono na kila mtu. Ukiona mtu amekuunga mkono, ana akili za rohoni kama wewe. Na ndio maana unaweza ukaona kwa nini mahali fulani Yesu alizungumza akasema watu husema mimi ni nani. Akamwambia wengine husema Yohana, wengine husema Elia, wengine husema nabii yule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu akili za Mungu hazikuweki kwa sura moja. Inakupatia sura za tofauti ambazo hukuzaliwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu alimjua kama watoto wa seremala. Wakimtazama wanamuona Yohana ndani yake. Wakigeuka huko wakimtazama wanamuona Elia. Wakigeuka huko wakimtazama wanaona nabii yule aliyewahi kukutana naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biashara ya ulimwengu wa roho haikubakizi kwenye sura moja. Ukiona namna yako kutumika ni ile ile leo na kesho, ujue kuna shida kwenye hilo eneo. Kuna shida kwenye hilo eneo. Inawezekana umenunuliwa, ndio maana umebaki pale pale. Wale wananunuliwa wanabaki pale pale mpaka wana wao waamue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata namna yako ya kutumika jiangalia sawa sawa. Ndio maana nilikwambia lazima uwe na tathmini ya wokovu wako kila mwezi. Kila mwezi. Maandiko yanasema kwenye kiti cha enzi cha mbinguni kuna mti wa uzima, na ule mti wa uzima hutoa majani kila mwezi kwa ajili ya kuponya mataifa. Maana kuna majani mapya ambayo huwa yanajitokea. Maana kuna nafasi mpya kila mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ufahamu mpya kila mwezi.
Kuna majibu mapya ya Mungu kila mwezi. Ndio maana andiko lile lile unaweza ukalisoma leo, ukalisoma na kesho ikawa na ujumbe mpya. Na una kichwa kisosoma kile. Wakati andiko lile lile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akili za roho. Esther. Nenda kwa Esther. Sura 7. Kumbuka natamani nataka niwe na watu ambao wanaweza kusitisha kila biashara mbaya isiyotokana na Mungu. Kila wazo baya lisilotokana na Mungu. Esther sura 7 kuanzia mstari ule wa 4. Ile mstari wa kwanza na utakaoangalia sana kuanzia wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nianze mstari wa 3. Asema ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako na mfalme akiwa kwa ajili ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Anachokifanya ni kwa ajili ya kuzimu itawala, sio kwa ajili ya maisha yake. Kama huna akili za rohoni utakuwa unakemea pepo kila siku, baada kuvunja mikataba iliyowekwa ya kibiashara kwa huyo mtu, kwa sababu huo ni mkataba ya kwa huyo hatazaa kwa ajili yake. Na kuna wengine wameambiwa huyo ameuzwa hata olewa, hana mume lakini ana mume anayelala naye kila siku usiku. Kila siku usiku akipata mchumba wanakaa naye siku 2-3 wamekorofishana. Anakuambia sina shida na mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwanaume wanalala naye kila siku usiku. Kauzwa kuwa mke katika roho wala sio katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Esther anasema maana tumeuzwa. Esther alitumia akili za rohoni kwanza. Inawezekana hao watu waliuzwa kwa chakula, waliuzwa kwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme aliambiwa aje ale chakula kwanza. Alitumia akili za rohoni kumbadilisha. Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini wanaume akili za kuanza kumhonga msichana huwa wanazitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hajamuomba soda, anamwambia auliza unakunywa soda? Unakula nini leo? Natamani tutoke tukale pamoja leo. Hajaulizwa. Hajaulizwa, ni akili za kiroho kwa ajili ya kuanza kumbadilisha mtu. Ili hao wao wafanye unachokitaka. Kwenye ulimwengu wa roho bado unaweza kuota. Umetana bwana uso wako na kula chakula, wanakugeuza, wanakubadilisha ili uwe wao. Wanakugeuza ili uwe wao. Uanze kufanya kwa ajili yao, wala si kwa ajili ya maisha yako. Uanze kufanya kwa ajili ya ulimwengu wa roho wa giza, wala si kwa ajili ya ulimwengu wa roho wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikosa akili za roho, unasema nimeota leo, yani mchumba wangu alikuwa mzuri huyo, kanivisha pete. Kanivisha pete. Na kijana akiomba anasema leo nimekutana na msichana mzuri huyo. Yaani yule wa kwangu tu Bwana amenijibu maombi. Nani aliyekwambia Mungu anajibu kwa staili namna hiyo? Nani aliyekwambia Mungu anajibu kwa staili namna hiyo? Ukiwa hauna akili za roho unafikiria ametimia. Ukiwa hauna akili za roho unahisi Mungu amekujibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema tumeuzwa mimi na watu wangu tuuawe. Kanisa linaweza likauzwa ili watu wawe dhaifu. Ndio maana anasema alimnunulia Mungu watu wa kila kabila akawafanya kuwa wafalme na makuhani. Hao wamenunuliwa ili wawe maiti. Wao waliokufa. Kanisa lazima usimame sawasawa kusitisha biashara za ulimwengu wa giza. Kwa sababu kuna watu inawezekana wamekuuza. Inawezekana ni mjomba, inawezekana ni shangazi, inawezekana ni baba, inawezekana ni wakuu wa nchi.
Bwana Yesu asifiwe. Waliopewa mamlaka, unaweza ukafikiri wewe ni Mtanzania, lakini wewe sio Mtanzania, kwa kuwa roho inayokuendesha sio ya Tanganyika, roho inayokuendesha sio ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Umeuzwa kwa kabila jingine, umeuzwa kwa taifa jingine ambalo halina huruma na wewe, halina huruma na wewe. Na wanaofanya hivi ni viongozi. Anaweza kuwa kiongozi ambaye yupo serikalini, anaweza kuwa kiongozi ambaye yupo kwenye ukoo, anaweza kuwa kiongozi ambaye yupo kwenye kundi, anaweza kuwa kiongozi ambaye yupo kwenye hiyo taasisi, akauza watu. Unakuta kwenye hiyo taasisi vifo havipo.